Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Iran, Israeli pamoja na Marekani, vita ambavyo shughuli imekuwa nzito sana kwa pande zote mbili, kwa namna ambavyo wanaendelea kurushiana maneno na kurushiana silaha mbalimbali. Na nikwambie tu, msemaji wa kamandi ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Hatamul Anbiya anasema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inakaribisha na kusubiri kwa hamu kubwa udhibiti kwa madai ya vikosi vya jeshi la Marekani vya kusindikiza meli za mafuta na kujikita kwenye lango bahari la Hormuz. Luteni Ibrahim Zulfiqar ameeleza hayo kupitia taarifa yake Jumamosi na kubainisha kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaheshimu maslahi na mamlaka ya taifa ya kujitawala ya majirani zake na hadi sasa haijakiuka mpaka wowote wa mamlaka hayo. Luteni Zulfiqar ameongeza kuwa sehemu yoyote itakayotumiwa kufanyia uchokozi dhidi ya Iran itakuwa shabaha halali ya kulengwa. Hakuna kurudi nyuma katu katika kukabiliana na Marekani na utawala wa Kizayuni. Msemaji wa kamandi ya Hatamul Anbiya ameendelea kueleza kwamba nchi ambazo hazijaipatia mahala na suhula Marekani na utawala wa Kizayuni hadi sasa hazijawa mlengwa wetu, na kuanzia sasa na kuendelea hazitakuwa hivyo, lakini vituo vyote vitakavyokuwa kianzio cha uchokozi dhidi ya Iran kama ilivyokuwa hapo kabla zitaandamwa na mashambulizi ya nchi kavu, baharini na angani. Luteni Zulfiqar ameongeza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inakaribisha na kusubiri kwa hamu kubwa kudhibiti kwa madai ya vikosi vya jeshi la Marekani vya kusindikiza meli za mafuta na kujikita kwenye lango bahari la Hormuz. Vilevile China imeionya Israeli, inasema kuendelea vita dhidi ya Iran kutachochea zaidi mgogoro wa Asia Magharibi. China imeonya kwamba kuendelea kwa vita dhidi ya Iran kunaweza kuzidisha zaidi mgogoro unaoendelea kwenye eneo la Asia Magharibi. Lakini hayo yakiendelea, kwingineko ni kwamba mtu mmoja ameuawa kwenye shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye eneo la uwanja wa ndege wa kimataifa huko Erbil. Shafak News ina ripoti ikinukuu chanzo kutoka vikosi vya usalama. Kulingana na chanzo hicho, mwathiriwa wa shambulio hilo lililofanywa Jumamosi jioni alikuwa mwanachama wa masuala ya ujasusi ndani ya eneo hilo. Vilevile kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimesema kimeshambulia kikosi cha jeshi la Marekani katika kambi ya Arifjan huko Kuwait kwa kombora la usahihi wa hali ya juu, shirika la habari la INA linaripoti. Kulingana na IRGC, mashambulizi kadhaa yalifanywa na makombora ya usahihi wa hali ya juu dhidi ya kikosi cha Marekani katika kambi hiyo ya Arifjan. Hayo yakiendelea, taifa la China ambalo ni mshirika wa karibu wa Iran nalo pia limetoa tamko, na China kupitia Wang Yi ambaye ni waziri wa mambo ya nje amesema China inatoa wito wa kusimamisha mara moja uhasama katika Mashariki ya Kati. Anasema hili ndilo suala linalowatia wasiwasi pande zote na liko katika mkazo kwenye hali ya sasa kimataifa. Wang alisema vile angalau watu 3 wamefariki na wengine 9 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi dhidi ya hoteli katikati mwa jiji la Beirut. Televisheni ya Al Jazeera imeripoti kinukuu wizara ya afya Lebanon. Vilevile ziara rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nchini Marekani iliyopangwa kufanyika Machi imeahirishwa kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kijeshi Mashariki ya Kati. Waziri wa kilimo na mifugo Brazil Carlos Favaro anasema rais aliniomba niandamane naye kwenye safari ambayo ingefanyika katika nusu ya pili ya Machi. Safari hiyo iliahirishwa kutokana na vita Mashariki ya Kati, waziri huyo alisema. Vilevile makao makuu ya zamani ya Umoja wa Mataifa huko Sulaimania, Iraq yameshambuliwa mara 2 na ndege zisizo na rubani. Chombo cha habari cha Shafak News kinasema droni isiyo na rubani ilishambulia kituo cha Umoja wa Mataifa karibu na hoteli ya Titanic katikati mwa jiji la Sulaimania. Wawakilishi wa masuala ya ujasusi wa jiji wanaripoti, lakini haijabainishwa kwamba mashambulizi hayo yalitoka upande wa Israeli, upande wa Marekani au upande wa Iran, ila uchunguzi unaendelea. Ndege za Israeli zimeshambulia maghala kadhaa ya mafuta huko Teheran. Jeshi la ulinzi la Israeli IDF limesema maghala ya mafuta yaliyoshambuliwa yalitumiwa na vikosi vya jeshi la Iran huko Teheran, IDF inaripoti. Vilevile Rais Mohammed bin Zayed Al Nahyan anasema Umoja wa Falme za Kiarabu upo kwenye hali ya vita huku kukiwa na mzozo kati ya Marekani na Israeli na Iran. Anasema Falme za Kiarabu zipo katika mpangilio. Ninawashukuru wanajeshi kwa jukumu lao bora
katika wakati wa vitendo vya mapigano na vyombo vingine vya kutekeleza sheria, rais alisema akinukuliwa na televisheni ya Sky News kwa lugha ya Kiarabu. Na Marekani inapaswa kushiriki kwenye mchakato wa kuchagua viongozi wapya wa Iran ili isianze kampeni mpya ya kijeshi kwenye kipindi cha miaka mitano. Rais Donald Trump anasema, hatutaki kurudi kila baada ya miaka mitano au kila baada ya miaka 10 na kufanya hivi. Trump aliwaambia waandishi wa habari, tunataka kumchagua rais wa Iran ambaye hataongoza nchi yao katika vita, aliongeza. Je, Iran watakubali? Ni mbinu gani Marekani ambayo atatumia kuweza kuhakikisha basi Marekani inasimamia uchaguzi ndani ya taifa lingine ambalo ni taifa huru? Vilevile, kati ya Machi 2 na 7 zaidi ya wakazi 450,000 wa Lebanon wamekimbia maeneo ya kusini na viunga vya Beirut kutokana na mvutano wa kijeshi unaoongezeka, kulingana na waziri wa masuala ya jamii Hanin Said ambaye aliwaambia waandishi wa habari mjini Beirut. Vita ni kitu kingine, vita inaharibu malengo, vita inaharibu kila kitu. Vilevile, wizara ya mambo ya nje ya Armenia imesema kwamba raia wa nchi 41 ikiwa ni pamoja na Urusi wamehamishwa kutoka eneo la Iran kupitia mpaka wa Armenia na Iran tangu kuanza kwa mgogoro katika eneo hilo. Kati ya Februari 28 na Machi 6 raia wa nchi 41 walihamishwa kutoka Iran kupitia Armenia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Armenia, Ani Badelian, aliandika kwenye ukurasa wake Facebook. Watalii hao waliondoka Iran kupitia kituo cha ukaguzi cha Agarak kwenye mpaka wa Armenia na Iran. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Hispania Jose Manuel Alvarez amethibitisha kufanikiwa kwa uokoaji wa wafanyakazi kutoka ubalozi wa nchi hiyo huko Teheran. Anasema, tumefanikiwa tu kuhamisha ubalozi wa Hispania nchini Iran. Balozi na wafanyakazi muhimu waliobaki Teheran wamevuka mpaka na kuingia Azerbaijan na wako salama, aliandika kwenye mtandao wa kijamii. Aliongeza kuwa balozi zingine kwenye eneo hilo na kituo cha mgogoro zinaendelea kuendesha ofisi kwa njia ya dharura. Vilevile, amani katika Mashariki ya Kati haiwezekani mradi tu kambi za kijeshi za Marekani zipo kwenye eneo hilo. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalbaf anasema, mradi kambi za Marekani zinabaki katika eneo hilo, hakutakuwa na amani katika nchi zake. Wanasiasa wa Iran na watu wameungana katika ufahamu huu, aliandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X. Vilevile, vikosi vya ulinzi vya Israeli vinadai kushambulia kituo cha amri cha jeshi la anga la IRGC huko Teheran ambacho kinahusika na tathmini na ulinzi wa anga za juu. Jeshi la anga la Israeli lilifanya mfululizo mkubwa wa mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ya Iran huko Teheran. Mojawapo ya mashambulizi makubwa kwenye mfululizo huu ilikuwa dhidi ya kituo cha amri cha jeshi la anga la IRGC ambacho kinahusika na tathmini na ulinzi wa anga za juu. Kituo hiki cha amri kilikuwa kituo muhimu cha amri za ulinzi wa anga huko Teheran, vyombo vya habari vya ADF vilisema. Kwa kuongezea, jeshi la anga la Israeli lilishambulia mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya amri na vituo vya usafirishaji kwenye eneo hilo. IDF iliongeza huko Teheran, ikiwa haijathibitisha lolote juu ya hilo ambacho Israeli amekizungumza. Vilevile, utayari wa Teherani kuendelea na mchakato wa mazungumzo unabaki pale tu utakaporejea kwenye mkondo mzuri, lakini msimamo wa sasa wa Marekani unafanya mazungumzo yasiwezekane. Balozi wa Iran nchini Urusi Kazem Jalal anasema kwenye kipindi cha TV cha Russian TV huko Urusi, siku zote tumekuwa tukisema kwamba ikiwa mchakato wa mazungumzo utakuwa wa kawaida, tutajadiliana, lakini hatuwezi kukubaliana na msimamo ulioamriwa na Marekani, hasa sasa wakati hali ni mbaya zaidi. Wamemuua kiongozi wetu mkuu na wanaendelea kushambulia miundombinu yetu kwa mabomu, Jalali alisema. Vilevile, mgogoro wa Mashariki ya Kati una athari kubwa kwa biashara na usambazaji wa kimataifa, hasa kwa nchi za Afrika. Rais wa Jamhuri ya Afrika Kati Faustin Archange Touadera anasema kwenye mahojiano, shukran kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.